Paulo anasema ya kwamba ilhali ametoka katika familia ambayo sio haimjui Mungu, lakini wakati neema ilizidi aliweza kufanya mambo makubwa. Amen. Because of the grace of God we can do great things. Hallelujah. Si eti ni kwa sababu tunafaa, lakini kwa sababu ya neema ya Mungu inaweza ikafanya tukafanya mambo makubwa. Paulo aliweza kufanya kazi kubwa. Katika wanafunzi wa Yesu ni yeye ambaye aliyekuwa mdogo, lakini kwa sababu ya neema ya Mungu Paulo aliweza kufanya kazi kubwa sana. Because of his grace Paul aliweza kutenda kazi kuu. Kwa sababu ya neema ya Mungu aliweza kufanya miujiza mikubwa. Kwa sababu ya neema ya Mungu aliweza kufanya kazi ambayo mitume wengine walishindwa kufanya. Praise the name of God. Maandiko yanasema katika Matendo ya Mitume, 1 Corinthians chapter number 15 verse 5, ya kwamba neema ilipozidi alitenda mambo makubwa. Neema ilipozidi alifanya mambo isiyo ya kawaida. Katika mitume wa Kristo Paulo ndiye aliyekuwa mdogo, lakini kwa utendakazi ni yeye aliyetenda kazi kuu. Haleluya. Kwa hivyo wapendwa, haijalishi udogo wako, haijalishi background yako, but you can serve the Lord as you are. You can serve the Lord as small you are. Kukawa na mtu mmoja ambaye alikuwa anaitwa Gideoni. Gideoni alikuwa mdogo katika familia yao. Gideoni alikuwa mtu ambaye hafai. Alikuwa ametoka katika familia maskini. Alikuwa ametoka katika familia iliyodharauliwa. But because of the grace of God, Mungu akaweza kumtumia Gideoni, akatenda kazi kubwa sana katika Israeli. Wapendwa, nataka nikutangazie siku ya leo, unawezekana kuwa ya kwamba umedharauliwa, unawezekana ya kwamba umeonewa. Nataka nikutangazie siku ya leo ya kwamba neema ya Mungu ikiwa juu yako, utafika mahali pakubwa sana. Utafika mahali ambapo watu wengine hawakufika. Bwana Yesu apewe sifa. Paulo, neema ya Bwana ilipozidi juu ya maisha yake, aliweza kutenda kazi kubwa sana. Paulo, wakati neema ya Mungu ilishuka juu yake, aliweza kufanya kazi ya ajabu. Wapendwa, nataka nikutangazie siku ya leo, neema ya Mungu ikiwa juu yako, utaweza kufanya mambo makubwa. Neema ya Mungu ikiwa juu yako, utaweza kufanya kazi kubwa. Neema ya Mungu ikiwa juu yako, utaweza kufika mahali ambapo watu wengine hawakufika. Bwana Yesu apewe sifa. Judges chapter number 6 inasema ni historia ya Gideoni. Gideoni akawa mtu ambaye amedharauliwa. Gideoni akawa mtu ambaye ametoka katika familia ya chini. Gideoni akawa yeye ndiye mdogo, lakini yeye ndiyo Mungu aliweza kumtumia kutetea wana wa Israeli katika mikono ya Midiani. Unawezekana kwa umedharauliwa mpendwa, inawezekana ya kwamba kwenu wewe hautambuliki, lakini nataka nikutangazie siku ya leo ya kwamba neema ya Mungu ikiwa juu ya maisha yako, maisha yako hayatakuwa ya kawaida. Neema ya Mungu ikiwa juu ya maisha yako, utafika mahali watu wengine hawajawaifika. Neema ya Mungu ikiwa juu yako, utaweza kupenya katika anga. Gideoni akamuuliza malaika ya kwamba nilikuwa nasikia ya kwamba wewe ndiye baba wa Ibrahimu ambaye uliwatetea uliwatetea. Matendo yako makubwa yako wapi? Praise the name of God. Unaweza kuwa ya kwamba umekuwa ukisikia kuhusu huyu Mungu. Nataka nikutangazie mpendwa msikilizaji ya kwamba Mungu, neema ya Mungu ikiwa juu ya maisha yako, atatenda
kubwa katika maisha yako. Gideoni alikuwa ametoka katika familia ambayo ilikuwa ya chini, lakini kwa sababu ya neema yake Bwana, Gideoni aliweza kutenda kazi kubwa. Gideoni aliweza kuhubiri Injili. Gideoni aliweza kufanya miujiza mikubwa. Nataka nikutangazie mpendwa, siku ya leo ya kwamba utafika mbali ukimtegemea Bwana, ya kwamba utafika mbali ukiwa na Mungu. Wakati unatembea na Mungu, Mungu anaachilia neema yake juu ya maisha yako mpendwa. Mungu anaachilia neema yake juu ya biashara zako mpendwa. Mungu anaachilia neema yake juu ya maisha yako. Gideoni akamwambia malaika ya kwamba mimi ni mdogo katika familia yetu. Familia yetu ni ile familia ambayo ya background ya chini, lakini hiyo haikumzuilia malaika kumuinua Gideoni. Hiyo haikuzuilia Mungu kumtumia Gideoni. Nataka nikutangazie mpendwa msikilizaji ya kwamba background ya chini haitazuilia Mungu kukuinua, ya kwamba background ya chini haitakuzuilia Mungu, haitazuilia Mungu kukubariki. Gideoni alimwambia malaika ya kwamba background yetu iko chini sana, lakini nataka nikutangazie ya kwamba background ya Gideon haingezuilia Mungu kumtumia Gideoni. Nataka nikutangazie siku ya leo, unawezekana ya kwamba umetoka katika background ya chini, but neema ya Mungu ikiwa juu yako, Mungu anaenda kukutumia. Neema ya Mungu ikiwa juu yako, Mungu anaenda kukubariki. Neema ya Mungu ikiwa juu yako, Mungu anaenda kukuinua tena. Bwana Yesu apewe sifa. Maandiko yanasema ya kwamba 1 Corinthians chapter 5 ya kwamba neema ya Mungu ilipozidi, Paulo alitenda miujiza kupita kiasi. Paulo alifanya kazi kubwa katika wanafunzi wa Yesu. Na katika wanafunzi wa Yesu, Paul is the one ambaye alifanya kazi kubwa, na ni kwa sababu ya neema ya Mungu. Nataka nikutangazie asubuhi ya leo ya kwamba neema ya Mungu ikawe juu ya maisha yako, kwa maana neema ya Mungu ikiwa juu ya maisha yako, utaweza kutenda kazi kubwa. Neema ya Mungu ikiwa juu ya maisha yako, utaweza kufika mahali wengine hawakufika. Neema ya Mungu ilipokuwa juu ya maisha ya Gideoni aliweza kufanya kazi kubwa. Gideoni aliweza kupenya katika anga, aliweza kutetea Waisraeli katika mikono ya Wamidiani. Nataka nikutangazie siku ya leo, neema ya Mungu ikiwa juu yako, utaweza kupenya katika anga, utaweza kufika mahali ambapo watu wengine hawakufika. It is because of the grace of the Lord. Let the grace of the Lord be upon your life. Let the grace of the Lord be upon your life, in the name of Jesus Christ. Bwana Yesu apewe sifa. Enda usome Judges chapter number 6. Unapata kwamba Gideoni analalamika, anamwambia malaika ya kwamba kama wewe ndiyo Mungu, iko wapi matendo yako makubwa ambayo baba yetu walikusudia, ambayo baba yetu waliona? Matendo makubwa yako wapi? Gideoni hakuwa naamini, kwa sababu yeye ndiye aliyekuwa amedharauliwa, kwa sababu yeye ndiye aliyekuwa mdogo katika familia yake. Lakini huyo mdogo, neema ilishuka juu yake na akatenda kazi kubwa katika maisha ya familia yao, akatenda kazi kubwa katika maisha ya Waisraeli. Bwana Yesu apewe sifa. Ninazungumza kuhusu neema ya Mungu, the grace of the Lord. When the grace of the Lord appear into your life will not be the same again. When the grace of God be in your life will not be the same again. Bwana Yesu apewe sifa. Nataka nikutangazie mpendwa, tunahitaji neema ya Mungu. Neema ya Mungu ikiwa juu ya maisha yako,
maisha yako yatabadilika. Neema ya Mungu ikiwa juu ya ndoa yako, ndoa yako itabadilika. Neema ya Mungu ikiwa juu yako, maisha yako hayatakuwa vile tena. Maandiko yanasema ya kwamba neema ya Mungu ilipozidi juu ya maisha ya Paulo, Paulo aliweza kutenda kazi kubwa. Mpendwa msikilizaji, siku ya leo unaweza ukawa wa maana wakati neema ya Mungu itazidi, wakati neema ya Mungu itakuwa juu ya maisha yako. Praise the name of God. Maandiko yanasema ya kwamba katika mitume wa Yesu, Paulo ndiye aliyekuwa mdogo. Paulo ndiye aliyekuwa mtu ambaye amezaliwa wakati wake wa kuzaliwa ujafika, lakini kwa mitume wa Yesu, he is the one ambaye alitenda kazi kubwa. Ndiyo Mungu alimtumia kwa njia kubwa. Nataka nikutangazie wapendwa, background yako haitazuilia Mungu kukutumia. Background yako haitakuzuilia Mungu kukufikisha mahali ambapo amesema atakufikisha. No matter the challenge that you are in, no matter the situation that you are in, no matter the poverty that you are in, but what I want to tell you, my brother, that God can use you, that God can use you. Mungu anaweza kukutumia ile hali neema yake iko juu yako. Mungu anaweza kukutumia. Bwana Yesu apewe sifa. Kukawa na sister mmoja, malikia mmoja ambaye alikuwa anaitwa Esther. Esther ni ule mtu ambaye ametoka katika background ya chini sana. Esther ni ule mtu aliyekuwa amedharauliwa, lakini neema ya Mungu ilipozidi juu ya maisha ya Esther, Esther aliweza kukubalika mbele ya mfalme. Nataka ninene na wewe mpendwa msikilizaji, ya kwamba unaweza kuwa ya kwamba umetoka katika background ya chini, ya kwamba unaweza kuwa umetoka katika maisha ya mateso. Nataka nikutangazie siku ya leo ya kwamba Mungu anaweza akakuinua tena. Mungu anaweza akakubariki tena. Mungu anaweza akakutumia kwa njia kubwa. Ile hali unatembea katika njia za Bwana, Mungu anaweza akakuinua tena. Bwana Yesu apewe sifa. Esther ni mtu ambaye alitoka katika background ya chini, but because of the grace of the Lord, I want to assure you, my brother and sister, that when the grace of God is on your life, no matter the challenge that you are passing through, but when the grace of God is upon your life, you will multiply in the name of Jesus. You will prosper in the name of Jesus. You will grow fatter and fatter in the name of Jesus. Maandiko yanasema ya kwamba Esther alikuwa mtu ambaye hafai, lakini Mungu akaweza kumuinua. Nataka nikutangazie siku ya leo, neema ya Mungu ikishuka juu yako, neema ya Mungu ikishuka juu ya maisha yako, maisha yako hayatakuwa ya kawaida tena. Unaweza kuwa unanisikia siku ya leo na umekaa maisha ya mateso, umekaa maisha ya mahangaiko. Nataka nikutangazie ya kwamba the grace of God is on your life. The grace of God, neema yake Bwana inaenda kukutetea. Neema yake Bwana inaenda kukuinua. Neema yake Bwana inaenda kukupigania. Maandiko yanasema ya kwamba Paulo alikuwa mtu ambaye amezaliwa wakati ambao yani mtoto ambaye amezaliwa kabla wakati wake wa kuzaliwa hujafika, lakini kwa sababu ya neema ya Mungu, Paulo alitenda kazi kubwa katika ufalme wa Mungu. Paulo ni mtu ambaye alikuwa mtenda dhambi, alikuwa amedhihaki kanisa, alikuwa amepinga Injili, but when the grace of God appeared in her life, mambo yaliweza kubadilika na akaweza kumtumikia Mungu katika njia kubwa. Mpendwa, nataka nikutangazie ya kwamba unaweza ukamtumikia Mungu kwa njia isiyo ya kawaida kama neema yake itashuka juu ya maisha yako. Uko pale na unasikia ya kwamba I can serve the God, I can serve
serve the Lord, naweza nikamtumikia Mungu hata nikiwa hivi mlevi, hata nikiwa kahaba, ninaweza nikabadilika na nikamtumikia Mungu kama Paulo vile alivyobadilika akaweza kumtumikia Mungu kwa njia kubwa. Uko pale unanisikia na unasikia the one ambaye Mungu anaenda kutumia katika generation hii. I am the one that God is going to use me in this generation. I want to assure you, tembea katika njia za Mungu naye Mungu ataweza kukutumia. Tafuta uso wa Mungu naye Mungu ataweza kukutumia. Kama ungeangalia maisha ya Sauli, Paulo alikuwa anaitwa Sauli siku za zamani. Alikuwa mtu mtenda dhambi, alikuwa ni mtu ambaye hafai, but it reached a time Paul akaweza kubadilika, akaitwa Paulo. Haleluya! Kuna mtu siku ya leo umekuwa mtu ambaye hufai, umekuwa mtu wa kudhihaki kanisa. Nataka nikutangazie siku ya leo unaweza ukabadilika na neema ya Mungu ikaja juu yako na ukafanya kazi kubwa katika ufalme wa Mungu, ukaweza kukomboa watu katika vifungo kwa sababu ya neema ya Mungu. Neema ya Mungu ilipozidi katika maisha ya Paulo, aliweza kutenda kazi kubwa. Nataka nikutangazie siku ya leo ya kwamba you can serve God better. Haijalishi yale mambo unapitia, haijalishi changamoto iliyo mbele zako, but when you have God, the Bible says in the book of Matthew that all it is possible. Hallelujah. It is possible when you believe in God. Hallelujah. When Gideon believed in God, all the things became possible into her life, and he do the great work in the Israelite. Katika wana wa Israeli, alikomboa wana wa Israeli katika mikono ya wa Midiani. Nataka nikutangazie siku ya leo, when the grace of God it is on your side, you will do great things. Utafika mahali pakubwa, utatenda kazi kubwa. Kwa hivyo mpendwa msikilizaji, nataka nikutangazie wewe ambaye unanisikia na unasema ya kwamba nataka kumpokea Kristo kama mwokozi ya maisha yangu, unataka kuokoka ili ukamtumikie Mungu. This is the time you need to come on, kuinuka katika hiyo hali. Paulo alipoinuka akaamua kumtumikia Mungu, Mungu aliweza kumuinua, Mungu aliweza kumbariki na Mungu aliweza kumtumikia katika njia kubwa. Gideon alipokuwa pale background akichunga ngano, Mungu akamtokea akamwambia, you are the one that I am going to use you. Somebody today, God can use you. Haijalishi uko wapi, unaweza kuwa unanisikia nawe uko mlevi chakara. God can use you. God can use you. God can release his grace into your life na maisha yako yabadilike. Mungu anaweza achilia neema yake juu ya maisha yako mpendwa. Mungu anaweza achilia neema yake juu ya ndoa yako mpendwa, na ukaweze kumtumikia Mungu. Uko pale unasema ya kwamba I can serve the Lord. Nahitaji neema ya Mungu. Uko hapo unahitaji neema ya Mungu ili maisha yako yakaweze kubadilika. Nataka kuomba pamoja nawe. Inua mkono wako juu. Baba, katika jina la Yesu, naomba na mtazamaji wangu na msikilizaji wangu siku ya leo ambaye amesikia injili ya leo na anaamua Bwana kukufuata, ameamua Bwana kuokoka, anaamua Bwana kuishi kulingana na mapenzi yako, kama vile Bwana Paulo alikukubali na akaweza kukutumikia Jehova, nawe ukaachilia neema yake juu yake. Paulo akatenda kazi kubwa. Baba, nena na msikilizaji wangu ambaye ananisikia siku ya leo, ukaachilie neema juu ya maisha yake, ukaachilie baraka juu ya maisha yake, ukaweze kumkomboa huyo dada, ukaweze kumkomboa huyo ndugu ambaye ananisikia siku ya leo. Bwana, ukaweze kumtumia katika njia kubwa Bwana, kama vile Jehova Mungu uliweza kumtumia Paulo katika njia kubwa. Jehova akatenda kazi yako Bwana, akatenda kazi kubwa katika mitume wako Jehova. He is the one Lord ambaye aliweza kutenda kazi
kazi kubwa Jehova. Nami siku ya leo Bwana, ninaombea msikilizaji wangu ya kwamba Bwana ukaweze kumuinua, ukaweze kuachilia neema yako juu ya maisha yake Bwana, ili Bwana akakutumikie, ili Bwana akawe wa baraka katika ufalme wa Bwana, kama vile Mungu umesema ya kwamba kupitia injili yako watu wako wanaponywa, kupitia injili yako watu wako wanakombolewa, kupitia injili yako watu wako wanaachiliwa. Baba, kupitia injili ya leo, wacha wadada wakaokoke, wacha waliofungwa wafunguliwe, wacha walioshikwa mateka wakaachiliwe, na sifa na utukufu zitakurudia. Baba, naachilia neema juu ya watu wako Bwana, naachilia neema yako juu ya maisha watu wako Bwana, naachilia neema yako juu ya maisha ya wafungwa, ili wakafunguliwe, ili wakakutumikie Bwana, wakawe wa msaada katika ufalme wako Bwana. Ninalitukuza jina lako Bwana, ninaliabudu jina lako Bwana, nikisema ni asante Jehova. Ninaombea kila nafsi Bwana, ikaweze Bwana kupokea neema yako Jehova. Neno lako limesema ya kwamba neema ilipozidi Bwana, Paulo alitenda mambo makubwa wakati neema ilizidi. Ninaombea Bwana kila mmoja ukaachilie neema yako Bwana juu ya maisha yake Bwana, na sifa na utukufu sitakurudia. Lord, I worship you. Lord, I magnify your name, because there is none like you, my Father, in the name of Jesus Christ. Baba, ninalitukuza jina lako nikisema ni asante. Kwa jina la Yesu Kristo ninaomba na hata kuamini. Uko pale unataka kumpokea Yesu Kristo kama mwokozi wa maisha yako, umesikia injili na unasema I want to receive Jesus Christ as my personal savior, I pray na kuomba ya kwamba ukaweze kurudia ombi hii nyuma yangu. Sema tu, Bwana Yesu, naja mbele zako, mimi ni mwenye dhambi. Futa majina yangu kwenye kitabu cha mauti, andika majina yangu kwenye kitabu cha uzima wa milele. Sema, Yesu nakupenda na nitakutumikia siku zote za maisha yangu. Baba, ninaombea kila mmoja ambaye ameomba hiyo ombi ya wokovu Bwana, ukaweze kumuinua, ukaweze kumbariki Bwana. Unajua hiyo nafsi ambayo imekukubali siku ya leo kupitia online, my Father, I pray for them, my Lord, that Baba ukaweze kuwainua, kuwatenda mambo makubwa, ukaweze kufungua milango iliyokuwa imefungika, ukaweze kufungua opportunities zilizopotea Jehova, kwa sababu ni watoto wako wamefanyika viumbe vipya Bwana. Ukawainue, ukawabariki na wabarikisha mbele zako siku ya leo. Wote ambao wameokoka Jehova kwa ibada hii, ukawainue, ukawabariki kwa jina la Yesu Kristo ninaomba na hata kuamini. Kama umeomba ombi ya wokovu, umeokoka, tafuta kanisa linalohubiri Yesu Kristo na ukaweze kujiunga mahali pale na ukaweze kumtumikia Mungu, naye Mungu ataachilia neema yake juu ya maisha yako, na utaweza kubarikiwa na utaweza kuinuliwa kwa jina la Yesu. Mubarikiwe sana. Kipindi hiki kinakujia kila siku ya wiki kutoka Monday to Monday, na utaweza kubarikiwa. Follow Gideon Opingo kwa kipindi cha Personal Feeding Fellowship. God bless you. Shalom. Amen.